Hello everyone. Karibuni kwenye highlight ya somo sehemu ya pili, na sehemu ya pili kama unakumbuka tulijifunza kitu kinaitwa premium versus discount. Okay? Premium versus discount. Kwa hiyo sasa katika forex premium na discount ni ngazi mbili za bei ambavyo range iko sokoni au tunaita ngazi mbili ya trading range, na ambazo hutumiwa na institution traders kutambua sehemu nzuri za kununua au kuuza. Sehemu ambayo ina discount ni eneo la bei ya chini au nzuri kwa ajili ya kununua, na premium ni eneo la bei ya juu ambayo inakuwa nzuri kwa ajili ya kuuza. So uh, kanuni za premium ni kwamba kwenye discount kazi kuu yake ni kununua au kubai, sababu bei iko chini, kwa value ni nzuri, na premium kazi kuu yake ni kuuza, kwa sababu bei iko juu na iko overvalue. Na jinsi hizi premium na discount zinavyotumika katika market structure, tuliona katika uptrend bei inakuwa inapanda juu ikitengeneza high na higher lows, alafu wakati price inarudi kwenye discount zone, institution traders utafuta confirmation ya entry kama hizo ambazo tulikuwa tumeziangalia. Okay, na pia kwenye upande wa downtrend bei inashuka chini ikitengeneza lower pamoja na lower high. Okay, kwa hiyo wakati price inapanda mpaka kwenye premium zone, smart money utafuta nafasi za kuuza. Okay, so kwenye ile nikaelekeza namna ya kuweza kuzichora zile premium na discount, unawezaje kuzitambua kwenye cheti yako ya for example, unaweza ukaona maybe hii market inashuka chini kama hivi kuja chini, so above below 0.5 huku chini inakuwa ni discount place, you can't buy at this place. Lakini kama unataka kusell, it means you sell at a premium price. Okay, unaweza ukazigawanya hizi kama ambavyo nilikuwa nimeelekeza kule kwenye kwa highlight ya kwenye somo, kwenye lesson ya 12, lazima uweze kuelewa vizuri kuhusu hii premium versus discount. Eneo gani la kubuy, eneo gani la you buy when the price is cheap. Okay, kitu kikiwa cheap, of course you can buy, and then when you have that something then kikawa kiko at highest price, ndo unaweza ukasell. Kwa hiyo ni economy concept ya kawaida kabisa kwenye maisha ya kawaida. So leo kitu ambacho nitaenda kukielezea kiundani kabisa ni multi time frame analysis. Okay, hii premium versus discount nimeielezea tu kwa juu kwa sababu concept yake ni rahisi, lakini tuangalie multi time frame analysis. Sasa tukiangalia multi time frame analysis, network yangu leo it's a little bit low. Network yangu iko chini kidogo, ndio maana unaona hata pia starting time ya hii lesson imedelay kidogo, kwa sababu network ilikuwa inanizingua. Unaweza kuona hapa. And then so tukiangalia hii Euro USD kwenye time frame ya monthly kama ambavyo inaonekana hapa, the latest high ilikuwa ni hii hapa. Okay, ambayo ilitupa the break of the structure kwenye monthly kama ambavyo tunaona hapa. Okay, tukapata new high hapa juu. Baada ya new high price ikarudi ikalitest, baada ikaja ku break. Ilivyo break hapa tukapata market shift kwenye monthly time frame. Baada ya kupata market shift kwenye monthly time frame, hii tunaita trend change, si ndio? Tukapata a trend change, market shift. Baada hapo the lowest ikawa ni hii hapa, ambapo ndio ikawa the lower. Baada hapo hii lower ikaja kuwa taken out. Okay, ilivyokuja kuwa taken out tumepata a new lower, ambao ni wapi? Ni hii hapa. A new lower ni hii hapa, kwa hii ni break of structure. Break of the structure. The latest high ambayo ilikuja kutupa this new lower ni hii hapa,
kama ambavyo tunaona hapa. Kwa hiyo tukimeasure kwa kutumia a discount versus premium, tunasema kwamba from this swing high to this swing low, price ilishapita equilibrium ambayo ndio ile 50% equilibrium ambayo ndio 50%. Huku down ni low na price imekuja to the highest. Okay, sijafundisha bado Fibonacci, lakini mpaka hapa tumeshajua the market structure inakwenda ni downtrend. Fibonacci inatuonyesha the latest price, the latest zone, the zone based na Fibonacci. Hii ndio inakuwa ni nini? Ni supply. Hii inakuwa ni supply ambapo price ilisha kuja hapa ikafanya hichi kitu. Kwa hiyo tunachokiona kwenye monthly ni kuona price ikidrop kushuka huku chini, ije either kufill hii market range au exceed kwenda chini, kwa sababu hii price ilivyorudi juu, hizi zimekuwa protected. Sales ambazo ziliingia hapa zimekuwa ziko protected. Kwa hiyo ilikuwa ni lower high ambayo imekuja kutupa lower high, lakini lower low, alafu hizi orders zilizoingia hapo. Kwa hiyo hizi orders ziko hapa, tunaamini kwamba hizi order pia ziko protected kwa hawa sellers ambao wameingia hapa. So tukiangalia kwenye monthly time frame tumeona kwamba hii market structure ni downtrend. Okay, na the last area hapa tukiangalia kwenye monthly time frame, last sales tulivyoona mpaka kufika hapa, tunaona the opposite candlestick kwenye hii movement nzima. Last candlestick ilikuwa ni hii hapa. Kwa hiyo tutachukua hii tutaiweka hapa, ambacho hichi ndio kitu kitakachotuongoza kwenye lower time frame, lakini pia tutachukua hii tutaweka hapa. Baada ya hapo sasa tumeshajua we are on the downtrend kwenye monthly time frame, tutashuka kwenye time frame ya weekly. Okay, tukishuka kwenye time frame ya weekly, maybe tunaweza tukapata a little bit more information kwamba hii movement high 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 low, high high haikubreak, kaja ndo ikagain momentum ikabreak, tukaja tukapata hapa, ikaenda hivi karudi chini, ikaenda ikatafuta new high karudi hivi. Hii haikuwa break kwa sababu just a week. Hapa haikubreak pia mpaka hii candlestick ambayo tunaona imebreak hapa. Baada ya hapo tuna hiki kitu hivi na size price iko hapa. Okay, could want to see what in the weekly time frame ni nini ambacho kimetokea. So we have lower, a break of the structure, high high, higher low, high high, higher low, high high, na our latest hapa naona hii ndio ilikuwa latest break of the structure. The latest low ilikuwa ni hii hapa. Okay, right, ndio kitu ambacho kinaonekana this time, na hichi ndio kitu ambacho nimekichora hapa. So we have this high, we have this high low, we have this high high. Hichi tunachokiona hapa ilikuja ika break. This was a big candlestick, lakini hii ikaenda. So obvious kama tunaweza tukitumia line chart ili kuangalia kweli the break, tunaona ndio hichi kitu ambacho nimekichora hapa kwamba the latest break of the structure ilikuwa ni hii hapa. Break of the structure. Okay, hii ni weak, lakini kitu ambacho kilifanya hii ndio ilikuwa the latest low. Kwa hiyo hii hapa tumepata market shift kwenye weekly time frame, tumepata market shift kwenye weekly time frame, na kilichotokea ni nini? Price, okay, sorry, price ikaja kulitest mpaka to the equilibrium, ambako hapa pia pana supply like this, ambapo ndo tumeona sasa market inashuka. Kwa hiyo sasa kwenye weekly tuna this lower
Kwa this new high hapa na hii supply ambayo tumeisoma hapa. Okay, candles. Kwa hichi ndio kitu ambacho tunakiona latest kimetokea, kwamba market shift ilitokea hapa, price imekuja kulitest na sasa hivi imefika hapa. Kwa hiyo kwenye weekly sasa, based on line chart, tayari hiyo downtrend ambayo inakuja ina sadif kitu ambacho tumekiona kwenye monthly tayari kimesha happen hapa. Kwa hiyo tutashuka kwenye daily time frame ili kupata more details zaidi, Okay, so kwenye hapa kwenye hii daily time frame, if I put to the line chart, ndio hichi kitu nafikiri ambacho tumekiona. This was the latest price, ikaenda mpaka all the way huku juu. Ingawa hapa inaweza kaonekana kwenye daily tunaweza tukatumia this. Okay, so this was the latest low. Yeah, kwenye daily price ilifika mpaka hapa chini ambao haija close. Kwenye weekly tunaona hapa juu ilikuwa just hichi kitu kilichotokea, ilikuwa ime click hapa. Okay, hii ndo market shift ya weekly, kwa sababu inaonekana huku chini kiliko kuja just a week, lakini kwenye daily time frame tunapata picture tofauti, ambapo market shift ile ya weekly daily imekuwa ime exceed kidogo, na the latest ile wiki ambayo ilikuja mpaka hapa chini tunaiona hapa. So kwa sababu kwenye wiki tushapata supply na tumeona kitu ambacho kimetokea actually, turudisha kwenye candles. Kuna the market shift ilitokea hapa kwenye weekly, from this highest ya weekly mpaka this lowest high, tunakuja kuona supply ilikuwa around this region, ambao sasa kwenye weekly, kwenye daily time frame, kwa sababu daily ina close vitu tofauti, ndio hapa ndipo ambapo watu wanachanganya, ndio maana hii tunaita multi time frame analysis. Kwenye daily tutapima from the highest of the daily mpaka to the lowest, okay? Hata kwenye weekly huku tukipima kwenye weekly inaonekana haka ni ka week ambako ndo sell ambako zilianzia based na week. Okay, this is the lowest, lakini ukihamishia kwenye line chart unakuta hii ndio imetokea. So kwa sababu the place where the candlestick zime close utaitumia kama the first area ambao utatumia wewe kusignify au kuindicate kwamba market huwa ina close wapi. Kwa hiyo the line chart will give you exactly where the closing price ya a certain price. Okay, the closing, mfano kwenye weekly sasa, regardless huku chini weeks zilikuwa zinakuja au wiki ilikuja mpaka hapa chini, lakini exactly ambapo market ilifanya close ni kwenye hizi hapa. Kwa hiyo you can just map the market structure clearly kwa kutumia line chart, then you can use the candlestick chart kwa ajili sasa ya kupata the price action picture. Okay, kwa hiyo hapa tumeshaona kwamba price imefika kwenye supply, na sasa hivi kwenye monthly ikiwa inajiandaa kushuka kama ambavyo tunaona ili tap supply. Candlestick hii ilikuwa nafikiri ni ya February na ya March, then April ikaja May na June, tunaona tunaendelea kwenda chini. Kwenye weekly tumeshapata the market shift, nafikiri kwenye hii candlestick ya March price ikaja juu kulitest, na sasa tunaendelea kwenda chini. Kwa hiyo sasa tunachokuja kuona ni kwenye daily time frame sasa what is happening. So kwenye daily time frame tunaona hii ilivyorudi kulitest, kulikuwa kuna picture hii hapa, then ndo ikaenda hapa juu, then tukapata hivi, tukakutana na supply, kaanza kutengeneza this movement, lakini before hii haija break up, the latest area for consideration ilikuwa ni wapi? Ni hii hapa. Okay, kwa hiyo na kwenye daily sasa tutakapokuja ku break hii hapa itakuwa good, regardless kwamba hii tayari ni downtrend kama ambavyo tunaona ni kuna order flow za kusell hapa, kama ambavyo tunaona the market is going down, regardless ya kwamba hii
kuna order flow za kushuka chini ambazo zinaendelea hapa, but still ikija ku break hapa itakuwa imeconfirm the proper selling down. Okay, the proper selling down. Lakini sasa wakati hicho kitu kinatokea kwenye 4 hour, tuna lower lower, lower high, lower lower, lower high, lower lower. Kwa kwenye 4 hour sasa, ambako ndo obvious huwa tuna make entry tukishuka, kwa sababu tumeshapata the picture kutoka kwenye higher time frame ni downtrend. Kwa tunachokuja kukiangalia hapa, for example, baada ya kuiona hii, unaona kukuta kwamba the latest break of the structure kwenye hii movement ya kwenda juu ilikuwa ni hii hapa. The last break of the structure ilikuwa ni hii hapa. Okay, break of the structure ya mwisho, na hii ndo kwenye supply ya weekly. Kwa baada ya kuona kwenye supply ya weekly hapa kimetokea, hii ndo ilikwenda ika create. Kwa hii ndo tukapata a market shift kwenye kwenye 4 hour. Baada ya hii market shift kwenye 4 hour, price ikaja ikatengeneza the latest lower hapa ambayo tunaiona ni hii hapa. Okay, baada ya hii kuja kuwa taken out, tukapata a break of the structure, but what the highest high, la latest high ambayo ilituashia hii structure, ambayo hii ndio ikaja ikatupatia the lowest mpaka huku chini. Okay, kuja kuona ikaja ikalitest high, ikaja ikatupatia tena another lower hapa, lakini after this lower market ikaja ikalitest tena mpaka kutest hizi high tena ambazo ziko hapa juu. Kwa hiyo hii tutaihesabu kama as a one movement ambayo ilikuwa ina inside movement ya hivi, na hii tutahesabu kama one correction movement hivi, ambayo tutakuja mpaka hapa, ambayo hii ilikuwa ina inside movement za market structure like this. Baada ya hapo sasa ndo tumepata a one big movement ya price kuja chini, ambayo ndo hii hapa iliyotuleta mpaka hapa. Okay, kwa tutachukua hii tutaileta hapa as our latest low. Hii iliyokuwa taken out hapa, hii ndo itakuwa a break of structure. Okay, baada ya hapo tuna another high around this region, ambayo ikaja kufanya break of the structure ya mpaka hapa chini. Okay, and then hii break of the structure sasa ndo ambao tunaita a break of structure. So recently tuna hii from this high to this lower, tunaona price inajitahidi kurudi juu, lakini in order for us to join any sales za upande wa Euro USD ni mpaka price iwe above equilibrium area, ambako huku ndo kunaitwa premium. Huku ndo ambako kunaitwa premium. Kwa price ikija huku juu, ndo sisi tufikirie opportunity tena za kuseli hii Euro USD, kwa sababu tumeshaona it's going down. Kwa hivi ndivyo ambavyo unaweza, the highlight ya multi time frame market structure, kwamba unaangalia from the highest time frame going to the lowest, going to the lowest, going to the lowest. Kwa hapa jinsi ambavyo inakuwa ni kwamba unaanza na monthly time frame kuangalia trend. Baada ya hapo unakuja unaangalia weekly time frame. Okay, baada ya hapo unakuja unaangalia daily time frame. Baada ya hapo unakuja unaangalia H4. Mimi naishia hapo kwa sababu it's a place ambapo unaweka order. Kwa kama unaenda lower time frame unaweza ukasema labda mpaka H1. Okay, kwa unaangalia monthly time frame, weekly, daily, H4. Okay, hivyo so unaanza monthly, weekly, daily, H4, H1. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukafanya multi time frame market analysis kwa kuanzia time frame ya juu na so kwenye kozi nilielezea vizuri zaidi how to deal with the markets. Hii ni highlights ili kukuongoza kwamba kulingana na kile kitu ambacho umekifanya kwenye
kile kitu ambacho umekifanya kwenye umekisoma au nimekifundisha kule kwenye nimekifundisha kule kwenye lesson namba 12, basi uhakikishe wewe ukiingia kwenye cheti yako unaweza kufanya hichi ambacho nimekifanya. Sasa wengi wenu mmekuwa mna changamoto ya namna ya kuzitumia hizi tools. Kwa hiyo utakapokuwa una submit assignment ya leo, pia niandikie kwamba ni tools gani ambazo zinakupa challenge. Umeona mimi tools zangu nazozitumia ni hizi. Natumia hii horizontal ray kwa ajili ya kupima hizo high swing lows. Natumia hii line, nafikiri tukija huko mbele kwenye kutafuta zile institutional levels itaeleweka zaidi, lakini natumia hii kwenye kumark maybe hizi nini, okay. Natumia hii brush maybe kwenye kuchora kama hivi, au hii hapa nikitaka ku illustrate, lakini mara nyingi hii hapa kwenye kupima zile lower high, lower high, lower high. Kwa hiyo kitu kingine ambacho nimekuta kuna watu wana changamoto sana kwenye namna ya kuzitumia hizi tools, okay? Kama una changamoto kwenye namna ya kutumia tools, rudi kwenye ile lesson ya Trading View Navigation. Nimeelekeza vizuri zaidi. Na kama utakuwa unapata changamoto, basi utakapokuwa na submit assignment ya leo, okay? Assignment ambayo nitaitoa leo ambayo nitasubmit mpaka kesho jioni, utaandika hizo tools ambazo zinakupa wewe challenge, okay? So here comes the assignment of today. Assignment. Okay. Kwenye assignment 1, choose three pairs ambazo utakuwa unazitaka, alafu nionyeshe what is the market structure kwenye monthly time frame. Kwenye monthly time frame, kwenye hiyo pair utakao choose, what the market structure kwenye weekly time frame, what the market structure kwenye daily time frame, na what is the market structure kwenye 4 hours time frame. 4 hours time frame. Kwa hiyo sasa utachagua, let's say kama ni Euro USD, let's say umechagua Euro USD. Euro USD naomba msifanye kwa sababu ndio hii nimeifanya hapa. Let's say kama ni Euro USD, utanionyesha kwamba monthly time frame is downtrend. Is downtrend. Okay? Hapo chini uta attach illustrations za picha zako. Umeona ni downtrend kwa sababu picha 1 2 3. Alafu then utakuja kwenye weekly time frame. Labda ni uptrend. Ni uptrend. Why? Kwa sababu kwenye monthly time frame inaweza ikawa ipo kwenye downtrend like this. Okay? Ipo kwenye downtrend like this. Alafu ikawa iko hivi. Okay? Kwa wewe ukija kuiangalia kwenye weekly time frame, kwenye weekly time frame utakutana na inside structure ambayo itakuwa labda iko hivi, wakati market inafanya pullback kwenye nini, kwenye monthly time frame. Kwa hiyo sasa ukija kunionyesha weekly, utaniambia weekly current market ipo kwenye uptrend, kwa sababu hicho ndio kitu ambacho unakiona kwenye weekly. Okay, na hapa kwenye weekly panaweza pakawa pako hivi, alafu kwenye daily alafu ikawa iko hivi, haijaishia hapo, let's say imefanya hivi. Okay, kwa hiyo ukichukua haka ka sehemu haka kwenye daily time frame kanaweza kakaonekana hivi, haka kasehemu ambako kako hapa. Kwa hiyo ndo maana nataka uchague pair 3 tofauti. Unaambia Euro USD monthly time frame inaonekana hivi, weekly time frame hivi, daily time frame hivi, na 4 hour time frame hivi. Kwa hiyo utachagua 3 pairs, utaziangalia zipo kwenye trend gani katika hizi time frame 3 tofauti, na chini utaniandikia comment yako according to the way ambavyo hizo zipo. Unafikiri kwenye 4, mimi nilivyofanya breakdown nimekuja mpaka kwenye 4 hour, na nikasema kwenye 4 hour the last thing we have, tuna hii latest high, tuna hii break of the structure ambayo ndo ambayo inaonyesha the last confirmation, na tuna latest lower. Kwa hiyo nikipima ipo kwenye downtrend, lakini still price iko below 50%, iko below 50% ambayo ndo equilibrium. Okay,
ambao ndo equilibrium. Kwa hiyo tunasubiri price ije kufika huko juu. Kwa hiyo na utakavyonipa assignment yako, utaniambia monthly time frame iko hivi, weekly time frame ni uptrend, daily time frame ni downtrend, lakini kwenye 4 hour ni downtrend, na kwenye hii downtrend tunaangalia kitu moja mbili tatu kulingana na taarifa tulizozipata kwenye hizo time frame ambazo ziko juu. Okay, so baada ya kufanya hivyo utaweka kwenye PDF kwa kuandika na jina lako kama ulivyofanya kwenye assignment ya kwanza. Utanitumia kesho kabla ya saa 10. Mtu yote atakayetuma assignment baada ya saa 10 utahesabika kama haujaifanya hiyo assignment, kwa sababu kesho saa 2 usiku tutaendelea na lesson nyingine. So niwatakie usiku mwema, alamsiki.